Mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha NHIF. Na leo tunakwenda kuangazia masuala muhimu kabisa ambayo yanagusa afya ya kila Mtanzania. Na swala hilo ni namna ya kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza. Leo tuko na mtaalamu wetu wa ndani ambaye ni meneja udhibiti ubora na uhakiki wa madai, Dr. Peter Nyakubega. Dr. karibu sana. Asante sana. Asante. Magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza ni pamoja na kisukari, shinikizo la damu pamoja na saratani. Lakini kwa vile tuko na mtaalamu atatueleza zaidi, tujue tatizo hili ni kubwa kwa ukubwa gani na tufanye nini. Dokta, karibu sana, uendelee kutuelimisha hili tatizo liko kwa ukubwa gani na athari zake zikoje kwa jamii. Asante sana. Tatizo la magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni kubwa sana kwa nchi yetu na limekuwa likigharimu maisha ya watu wengi. Na kwa mfuko pia tumekuwa tuki experience uongezeko la tatizo hili. Kwa mfano, kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita tatizo limeongezeka kutoka kwa wagonjwa 20,000 kuanzia 2022-23 kufikia wagonjwa 25,000 mwaka 2024-25. Kwa hiyo unaona kiasi gani ambapo wagonjwa wanaongezeka kwa muda mfupi. Wagonjwa 5,000 kwa ndani ya muda mfupi, na hiyo tunazungumzia ni idadi ya wagonjwa wote kwa jumla wake wanaotumia dawa, sio kwa maana ya mahudhurio kwenye hospitali. Kwa hiyo tatizo limekuwa ni kubwa, na hasa kwenye mfuko limekuwa likiongezeka sana. Na hii ni kwenye eneo tu dogo la saratani, lakini kuna magonjwa mengine kama ya sukari, ya pressure ambayo pia yamekuwa na wagonjwa wengi sana kwa mfuko. Yeah. Daktari, pengine utueleze, kwa sababu hili ongezeko linaonekana ni kubwa na linakwenda kwa kasi. Unadhani kitaalamu ni nini hasa ambacho kinapelekea kuwa na ongezeko kubwa? Kwa sababu kama hizi takwimu umetupa, ninaamini takwimu ambazo ni za NHIF peke yake. Ina maana kuna wagonjwa wengine ambao hawako kwenye mfumo wa NHIF ambao nao ni wengi. Ni nini hasa ambacho kinasababisha? Labda nikianzia kwamba wagonjwa tunaohudumia NHIF ni 8% tu ya Watanzania. Kwa hiyo wateja niliokutajia 25,000 ni kati ya wale wagonjwa ambao tunahudumia ambao ni 8% ya Watanzania. Kwa hiyo bado kwenye ile 92% ya Tanzania kutokuwa na proportion kubwa tu ya wananchi wenye tatizo. Na umeuliza kwamba ni sababu zipi zinaweza kuwa zinachangia kuongezeka kwa magonjwa hayo. Sababu ziko nyingi. Lakini kuna sababu za mtindo wa maisha, lakini kuna sababu zingine za mazingira ya kimaisha. Kwa hiyo kwa mfano za mitindo ya maisha, kuna ulaji, kuna aina ya vyakula ambavyo vimekuwa processed sana, yani vyakula ambavyo vimesagwa sana, vyakula vinavyochomwa sana. Lakini vile vile kuna aina nyingine ya unywaji. Kwa mfano vileo vinachangia sana kwenye saratani sana za njia ya hewa, lakini vile vile kwenye kichwa na shingo. Saratani nyingi za kichwa na shingo zinachangiwa sana na uvutaji wa sigara. Kwa hiyo ukichanganya pamoja na ulevi, vinaongeza pia matukio au namba za wagonjwa ambao wanaathirika na saratani. Sasa kwa mwananchi wa kawaida ambaye anakusikiliza, umesema kuna mtindo wa maisha anaoishi. Sasa mwananchi huyu achukue hatua zipi ili aweze sasa kujikinga na magonjwa haya? Lakini pia tungependa utueleze, je, magonjwa haya gharama zake zikoje katika kuyatibia? Kwa mwananchi wa kawaida, hatua za kuchukua kwanza ni kwenye hizo ulaji. Turudi kwenye asili yetu. Watanzania tuna vyakula vizuri na ambavyo vina ingredients nyingi ambazo zinaweza kuzuia saratani. Kwa mfano vyakula ambavyo vina nyuzi au fiber vina kwa kiasi kubwa zinachangia kupunguza saratani za njia. Kama vyakula gani sasa? Vyakula gani? Mahindi ambayo hayajakobolewa, yenyewe yanakuwa na kiwango kikubwa cha nyuzi, lakini mboga na matunda. Kwa vyakula hivi vikiliwa vinasaidia sana kwenye kusaidia uondoshwaji wa chakula kwenye njia ya tumbo kwa haraka na kupunguza pia chances za saratani ambazo zinatokea njia ya chakula. Lakini pia kuna namna ya uvutaji wa sigara. Kwa wenyewe pia, kwa sababu ndio unachangia. Kwa mfano kwenye kansa 10 ambazo zinaongoza nchini, ya kwanza kabisa ni kansa ya mapafu kwa jinsia zote mbili, ya kike na kiume. Kwa upunguzaji wa uvutaji wa sigara unaweza kupunguza kiasi kubwa matukio ya saratani. Lakini vile vile kupunguza ulevi. Ulevi ni tatizo, na hii sio tatizo la mijini tu, hata vijijini pia kuna changamoto hiyo. Pombe za kienyeji pia zina changamoto hiyo especially research zinaonyesha mikoa ya kanda ya kaskazini
kwenye ulevi, hata wazee pombe za kienyeji zinachangia pia kwenye ongezeko la matatizo ya saratani na magonjwa mengine yasiyo kuambukiza. Je, magonjwa haya, kwa sababu tunaelewa kuna magonjwa ambayo ukienda tu kituo zahanati ukipewa dawa tu pale unapona. Labda utueleze kwamba magonjwa haya vipi katika gharama za kuyatibia, ili kila mmoja aweze kuelewa uzito ama umuhimu wa kujikinga na magonjwa haya. Magonjwa haya umezungumza eneo uzuri ambalo ni tatizo kubwa kwa wananchi wetu na pia kwa wanachama wetu wa mfuko. Kwa sababu kwa takwimu za mfuko tu peke yake kwa miaka hiyo mitatu ambayo tuna taarifa zake mpaka sasa hivi, tumelipa kuanzia mwaka 2022 tumelipa bilioni 30, imekwenda kiongezeka mpaka kufikia bilioni 37 kwa magonjwa ya sehemu ndogo tu ya saratani. Kwa hiyo utaona, lakini pia nusu ya pesa ambayo tumelipa kwa hiyo miaka bilioni 500 ambazo tumelipa kwa mwaka uliopita, kwa mfano mwaka wa fedha, nusu yake imeenda kwa magonjwa yasiyo kuambukiza. Nimesha bilioni 200 na kitu imeenda kugharimia magonjwa yasiyo kuambukiza. Kwa hiyo utaona ni mzigo kiasi gani kwa maana ya mfuko. Lakini kwa mwananchi wa kawaida kabisa pia gharama si ndogo. Hii ni kwa sababu tu kuna namna kusaidiwa, kuna mfuko unaweza kumwezesha mwananchi kuepuka zile gharama kubwa kwa wakati mmoja. Lakini kwa mwananchi mmoja gharama za kutibu magonjwa ya pressure na sukari sio chini ya 100,000 200,000 kwa kila mwezi kwa dawa zile ambazo anatumia kwa maisha yake yote. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani ambavyo sio kitu kinachowezekana hata kwa watu ambao wana kazi, wana uwezo. Kuna wakati inafika, kwa mfano wakifikia kwenye hatua ya kuwekewa kuchujwa damu au dialysis tunaita kitaalamu, gharama zake ni kubwa sana. Kwa wiki tu gharama inafikia milioni 1. Na hiyo ni kwa kusafisha damu tu, lakini kuna huduma ya kuwekewa mrija wa kusafisha damu, lakini pia kuna dawa pia napewa zingine za ziada. Kwa hiyo ukichukua kwa jumla yake ni gharama kubwa sana ambazo mtu ni bora uepuke kwa kuchukua zile njia za kuzuia matatizo kabla hayajakukuta. Dokta, tumekusikia na tumeona ukubwa wa gharama za matibabu kwenye magonjwa haya. Lakini sasa serikali tayari imekuja na mpango wa bima ya afya kwa wote. Je, unaona mpango huu unakwenda kutatua changamoto hii au unaonaje? Karibu. Asante. Kwenye mpango wa bima ya afya naona ni kama ni mwarobaini wa matatizo mengi yanayohusiana na magonjwa, especially magonjwa yasiyo kuambukiza. Kwa maana gani? Kwa sababu kwenye kitita kile cha msingi kabisa ambacho ndio serikali imekianzisha kina huduma zaidi ya 372 ambazo kuna huduma za vipimo, kuna huduma za madawa. Kwa hiyo ina maana kwamba madawa mengi ya magonjwa yasiyo kuambukiza yamo mle, lakini pia kuna vipimo vya ambavyo vinaweza kumfanya mteja akatambuliwa matatizo yake mapema na akasaidiwa kuliko akienda kwenye complications au kwenye zile athari za magonjwa kama vile kusafishwa figo au kupata dawa za mionzi ambazo zina gharama ya juu. Kwa hiyo kwa maana hiyo naona itasaidia sana endapo wananchi wataielewa vizuri na wataipokea. Itawasaidia sana kwenye kuwazuia kwenda kwenye kupata hasara kubwa za fedha ambazo zinaweza kupelekea kwenye maskini endapo watakuwa wamejilinda kwa kununua hizi bima kabla ya kuugua. Kwa upande wa magonjwa yasiyo kuambukiza, mwananchi bado ana jukumu la kujilinda kwa kuchukua zile hatua za kupunguza riski za kuingia kwenye magonjwa. Kwa mfano hizo za mazoezi, za ulaji mzuri, kuacha kuvuta sigara na mengineyo kama ambayo nimeyataja hapo mwanzo. Kwa hiyo bado kuwepo kwa bima sio kwamba ndio kutamaliza matatizo yote. Lazima mteja mwenyewe aanze kwa kujilinda afya yake kwa kuchukua hatua sahihi za kutunza afya yake. Mtazamaji, naamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kuhusiana na namna ya kujikinga na haya magonjwa yasiyoambukiza kutoka kwa mtaalamu wetu Dr. Peter Nyakubega. Lakini na mimi kubwa zaidi ambalo nakuacha nalo ni kwamba tuhakikishe tunalinda afya zetu kwa kuishi mtindo bora wa maisha, tufanye mazoezi na ulaji wetu uwe unazingatia misingi ya kiafya. Hadi kufikia hapa sina jingine. Endelea kutufuatilia katika vipindi vyetu hivi ambavyo vitakuwa vinatoa elimu ya masuala ya magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza, namna ya kujikinga na namna ya kuenda ili tuendelee kulinda afya zetu. Ulikuwa nami Grace Michael na nyuma ya kamera alikuwepo Elisha Mwanjoka. Karibu na kwaheri.